Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa afya njema na kumtakia ziada mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatuna budi kusema alhamdulillah. Bado tuko katika hali ya mwendelezo wa darasa zetu mbalimbali, tuko katika hali ya kuweza kupeana faida mbalimbali. Leo hii nimekuja kuzungumzia aina fulani ya uchawi. Kuna aina ya uchawi 410. Katika hii aina 410 ya uchawi, lakini kuna aina 5 za uchawi ambayo ni hatari kwelikweli. Ni hatari, huo ukikupata unakupata kweli. Lakini leo hii mimi natazungumzia tu kwa aina moja ya uchawi, maana kwamba wenye kumsumbua zaidi mwanadamu, haijalishi ni mwanamke au ni mwanamume, lakini uchawi huu ukikupata, ama kweli utasumbuka mno. Lakini kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala, kila siku tunatoa fawaida namna ya kuweza kujifanya nini, kujiweza kujilinda na hayo majambo kwa baraka zake Allah subhanahu wa ta'ala. Napozungumzia uchawi, nazungumzia leo uchawi unaitwa ghasiqin. Napozungumzia uchawi huu ghasiqin, ni uchawi hatari sana na uchawi hatari mno, ambaye mchawi huu uchukuliwa mti unaitwa faijar pamoja na mti mmoja unaitwa hanjari. Ukishachukuliwa hii miti miwili na watu wabaya, laanatullahi hawa, bimaana kwamba watu wabaya wakichukua hii miti, wakikusudia wewe kukufanyia kitu kibaya sana, basi wakichukua hii miti wakaichanganya vizuri vile wanavyojua wao wenyewe, akisha uchukua na mafuta yaliyotokana na hali ya mtu aliyekufa katika hali ya utoto. Sawa, bimaana sije kuna ustadhi kajuaje bwana masuala. Hivi vitu lazima ukisoma utavijua tu. Huu uchawi upo bwana. Bimaana uchawi upo na watu kila siku wanahusudika. Kwa hiyo inshallah khairi, tuko katika hali ya kujuzana. Kwa hiyo ikichukuliwa yale mafuta ambayo yalitokana na mtoto aliyekufa katika hali ya utoto, akisha ukichanganya na hii miti miwili wakisemea mineno yao ya kichawi, basi bimaana kwamba ikiwa watakukusudia wewe Saidi au watakukusudia wewe Fatuma kwa ajili ya kukuangamiza, pengine unafanya dawa au pengine unafanya kazi sehemu katika ofisi au pengine unafanya chochote kile, huu uchawi waga unakuja moja kwa moja katika sehemu yako ya kazi. Ukishakuja bimaana kwamba huja kujikita katika sehemu yako ya kazi baada ya wao kuagiza vile wanavyojua. Na ukishakuja hapo, jambo la mwanzo, athari ya uchawi huu, kwanza kabisa huja na kugeuza yale yote mazuri. Unakuta mtu alikuwa anasifiwa vizuri kazini, anafanya vizuri na kila kitu, yani anasifiwa vizuri, lakini ghafla uchawi huu unapofika pale ugeuza yale mazuri yako yote yanakuwa ni mabaya. Kwa hiyo utaanza kuchukiwa katika sehemu ya kazi. Hiyo ni athari ya kwanza ya uchawi huu. Lakini athari ya pili, ukiwa umekukumba uchawi huu, basi mtu huu uliomkumba uchawi huu wage anatumia kipato chake kwa msukumo. Yaani kwanza kabisa anakuwa ni mkali mno kuliko kawaida, alafu pesa zake anatumia kwa msukumo na kusababisha migongano katika familia au katika sehemu ya kazi. Yaani anatumia pesa ovyo, na inapotokezea bimaana kwamba unamwambia kitu chochote, basi anakuwa hakuelewi na anatumia katika masuala ya kipuuzi. Hiyo ni dalili ya pili. Lakini dalili ya tatu, bimaana kujua kabisa huu umemwathiri, bimaana kwamba uchawi huu hata inapotokezea bimaana kwamba ile pesa yake aliyochuma kwa jasho ameisambaratisha kabisa, kila kitu kimeisha, pale ndipo hujua kwamba kumbe nimekosea. Ndio utamuona kakaa sehemu na kuanza kuwaza, hivi nimefanya nini, nimetumia nini? Kama mke alishamkataa au mume alishamkataa, lakini baada ya kumaliza zile pesa, basi moja kwa moja urudi na kuanza kuzungumza naye kwa upole, na mtu huyo atakuwa ni mpole kuliko kawaida. Lakini ukumbuke kwamba pesa zile zishafanya nini, zishateketea na zimeshaisha. Basi ukiona huko katika hali ya namna kama hii na nguvu kama hii, basi ukae ukijua uchawi huu unakutafuna. Tuko katika hali ya mwendelezo, nitakuja kutoa mbele bimaana kwamba namna gani utajinasua na uchawi kama huu. Unawasibu wengi sana uchawi huu. Unakuta kijana anafanya kazi vizuri, anapata pesa, lakini anaolifanya hamna. Na dalili nyingine ambayo ya nne ya uchawi huu ni pale ambapo ukimsibu mtu, kila anaoliendea jambo lake linakuwa ni gumu kuweza kutimia. Yani kila anaoliendea linakuwa halitimii. Yani unaweza ukapanga mara hii pesa yangu ya mwisho wa mwezi nikiipata,
naenda kununua kitu fulani. Lakini cha ajabu, ukishaipata ile pesa tayari mipango inaingia mingi sana, kiasi kwamba hata ile ambao haukuipanga ikisha inasambaratika, ile pesa inapita katika malengo ambao ukuyapanga. Ikishaisha tu unaanza kukumbuka, si bora ningefanya kitu fulani, si bora ningefanya kitu fulani. Ukijiona katika hali ya namna hiyo, basi uchawi huu unakusumbua. Inshallah nitakuja kutoa ufafanuzi ni jinsi gani utautibu uchawi huu. Kwa hapa leo tuishie hapa, tuseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.